Nasema nikupe hongera kwa sababu umekimbia vizuri sana. Asante sana. Unajua hivi vitu vya kusema. Sio. Ndio tunaenda kwenye drip check au tuendelee na mada nyingine? Tuendelee na mada nyingine kwa sababu drip check ya leo naona kama sio sawa. Na maana hujagaramika sana kwa. Okay, ndio na umati watu hapana. Nani takwenda bembe sawa. Hapana bwana. Sitaki. Wewe ni kutuma wewe kwa mama. Mtangazaji kwa majina naitwa Isa Mahuzo. Jina maarufu naitwa Isa Mahuzo. Leo tuko kwanza watu wanasema hapo ndio pesa mechi Kilimanjaro na FC Bauru. Kwa hiyo ndio tunataka leo tuko na kote pamoja hapo kama hiyo zaidi leo Okay, kijambo kama kawaida, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kawaida kabisa, kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa hatari sana. Isitoshe hakuna miliki na kuna uzoefu wa yote. Kwa mimi kiongozi tu, mimi ndio kocha kwa hii timu ya Kilimanjaro FC. Yaani kwa sasa hivi sio kocha au sio, tuseme tu sio miliki au sio kocha. Yaani tuseme tu sio kocha rasmi. Sasa hivi sijastaafu, lakini tu kuna vitu baadhi ya moja au mbili ambazo kusababisha mimi nijiweke pembeni kwanza kidogo. Mchezo wa leo kama nilivyoitazama, kuna wachezaji wanacheza nafasi tofauti ambapo wasihusiki yeye kucheza kufuatana vile kwamba anajiamini yeye ana pumzi, lakini naona huu wote ni uzembe au tofauti fulani ambapo viongozi ambao wako sasa, tuseme viongozi ambao wako sasa, viongozi wa Kilimanjaro kwa sasa wanashindwa kutofautisha mchezaji ambapo tayari ameshachoka na mwingine ambapo hajachoka. Lakini kwa sasa hivi kuna mchezaji au kuna wachezaji ambao walianza mchezo kipindi cha kwanza mpaka sasa hivi, kabla hata kipindi cha kwanza kijafikisha kwa dakika 15 tayari wameshaonyesha dalili za kuchoka. Lakini bado mpaka viongozi wa sasa hivi wanachukua hatua yoyote ndio mtangazaji. Nafikiri kwa sababu wewe unapenda timu yako, wewe ndio mzuri kuendelea kwamba kubadilisha kitu na uongeze kitu kwa sababu okay, kiukweli nafikiri mimi nisiwe mnafiki. Nimejitahidi kuja kuongea na viongozi ambapo wanaosimamia mchezo leo. Nimewaambia kuna wachezaji baadhi ambao wanatakiwa wafanye nini, watolewe ili wengine waingie. Nikawatajia na majina fulani watoke ili uingize wengine, ingiza fulani ili uangalie mchezo utakuwa vipi. Kwa sababu gani? Hawa maadui ambao tunacheza nao, beki zao wote, madefender wote ni warefu, mastreka wetu au tuseme mataka wetu au washambuliaji wetu wote ni wafupi. Okay, tukienda usema katikati, namba 10 wetu ni mfupi. Umeona vile? Yaani mrefu ni namba 6 tu. Wengine wote hata namba 8 wote ni mfupi. So wote wengi wao ni warefu. Ndio mpira juu hatuwezi. Ina maana tunatakiwa kuwa na wale wachezaji ambao wanajua hata mpira kija juu akiumetriza au kutuliza, akiupasi yule mwingine yuko tayari kupokea na wenyewe hawafanyi nini? Haupasi moja kwa moja. So hizo ndio vitu vinatusumbua tu bro. Okay, niseme shukrani sana kwa kusikiliza. Amefanya vizuri kuhusiana na wachezaji wake, pia changamoto ambazo wanapitia. Na kitu ambacho tunaweza kusema wewe kocha, timu inaanza nao kwanza kwa timu ya Kilimanjaro tuseme tu ile jina la Kilimanjaro sio jina sahihi au sio jina ambapo tulianzia kwenye timu. Jina la kwanza ambalo tulianza nao, tulianza na Vita Club. Jina la Vita Club kipindi sisi ambapo tumefika hapa 2016 bro, 2016 tumefika hapa, tumekuta hakuna timu, hakuna dalili yoyote ya kuonyesha kwamba eti wanaweza
hata kikundi kile cha kusema kwamba wanaweza kusukuma soka kidogo. Sasa tukaona sisi ambao tumezoea hivyo vitu, tunaona tushakuwa tushazoea. Ngoja tuanze kwa timu. Wasichana kabini ya Rugusu anaitwa Karonda Kamsi. Ya huyu jamaa alipofika nafikiri tumeshirikiana na baada ya hapo tukaunda timu nzuri kabisa. Kwa sababu timu ambayo tulikuwa nayo kama tulikuwa nayo ilikuwa kikundi, sio timu. Ilikuwa kundi. Sio wauni bro. Wauni ni watu wabaya sana. Nasema nilikuwa kikundi, tuseme leo kuna mazoezi ya leo hatuendi. Lakini kawaida ya timu ni lazima uambiwe usiambiwe, ni lazima unajua leo kuna mazoezi. Sisi naeleweka au bado? Nimekuelewa vizuri. Kama vile unazidi kurudi. Haina shida. Unajua kama kamera ni fupi sana. Don't worry about it. Nafikiri umesikia mwenyewe bora ameanza tonight kwa zamani sana 2016. Mpaka sasa hivi tuko 2026 lakini bado mbaya lakini hicho sorry kwa mchezaji, nilikuwa bado mchezaji. Nilikuwa nacheza. Hata huyo Kapsi naye alikuwa anacheza pia. Wote tulikuwa tunacheza. Lakini baada ya hapo kuona umri unaenda bro, lakini nini? Kuja tusimamie madogo sasa. Sio kusema madogo sasa ndio umekuja kwa ila kwa vizuri sana. Hakuna timu ambayo tulikuwa tunachezea kuanzia Houston kwenye Dallas, ijapokuwa kuna timu sijui ngapi hata tatu sijui mbili. Hiyo nani Dallas. Kuna 404 hii inaitwa Ladera sijui. Hiyo ndio timu ambayo ilikuwa ni changamoto tu. Kiukweli mimi simuoge speech. Ladera timu ilikuwa ni timu ambayo changamoto kwetu. Lakini wenyewe walishindwa kuzungumza sisi. Sisi tukaanza kufanya nini? Sasa unaje kuhusu hiyo plan ukaelekeza madogo sasa hivi au kwa sababu hapo hiyo plan afu ushachukua kwa sababu timu ndio kwenda kuenda vibaya okay, kuelekeza vipi kwa ile hapa ni mchezo. Okay, kwanza kabisa kwa labda nitegue hiyo kauli ya kusema kwamba naweza kuenda kushauria kocha wao kitu. Ndio wana makocha hapo, wana kocha ni president simamizi kwa timu kama vile tuseme captain pale ama tuseme bro, kikawaida ukiona timu imekosa kocha, hiyo sio timu. Usicheke ndugu mtangazaji. Mimi nikwambia ukweli bro. Ukiona timu haina kocha, bora ukose president, ukose yoyote yule lakini kocha uwe naye. Bro, ukikosa kocha, hiyo sio timu. Ndio. Sio timu. Mia na tena. Bali zaidi ya kuna chochote ambacho tunafanya hapo sasa. bado mbele na au wewe unasemaje kusema hilo swala? Unaweza kawashauri au vipi, unaweza kurudi tena kwenye kwa umoja wa vipi? Mimi ninaweza kwa sababu president wao nimeongea nao naye mnasindeka kidogo. So nimejaribu kumuuliza baadhi ya maswali, lakini niliposikia kwanza vile sasa hivi anaongelesha wachezaji, lakini yeye hiyo sio kazi yake. Yeye ni anasema yeye ni president. Sasa anaongelesha wachezaji. Fulani toka waingia. Keo sababu kwanza kuna pepo la okay? So shauri sasa kae chini kupata kocha, kwa sababu sitakurudisha nyuma, sorry, sitakurudisha nyuma ndugu mtangazaji. Kuna kocha au kuna tuseme ni yangu wangu anaishi Houston, lakini ni tuseme kocha wa Houston Stars, okay?
Niko naye hapa sasa. Ishi kama takriban kama mwaka na nusu niko naye. Huyu jamaa naye pia amenisaidia, amenipa support sana, ama nimempa support pia. Kutoka kwenye kiti. Lakini mwisho siku ndio maana maisha yanafanya nini? Nimemchokesha hapo sasa kutoka kama Houston, Texas. Sisi tunabaki San Antonio, Texas. So yule alikuwa na nia kutaka kuuza hizi. Lakini pia mmoja wapo ambapo alikuwa anasisitizia, kusema anasisitizia zaidi kila siku nikutaka mimi nizidi kupambana au nizidi kuimarisha hii timu ya Kilimanjaro FC. Kwa siku tumeshindana kwa sababu hawa wadogo wana mitogo ya nizamu, yaani heshima hamna. Kuna swali hapa. Kwa maana wao ni mitogo ya nizamu ndio sababisha wao kuquit. Hiyo ni sababu mojawapo tena kubwa sana zaidi, ndugu mtangazaji. Fikiri nimeelewa kwa sababu kwa na discipline kwa kocha wangu. Kitu cha kuona unapata jina nzuri, jina kubwa au unaweza kuwa tayari unataka kucheza mpira, lakini mwisho wa siku kocha tu na kuelekeza kitu cha kufanya, kwa sababu kufanya kitu kikubwa na ili kikubwa ni kushinda. Nataka semaje kuhusu kwamba siku ya leo kwangu mimi imeenda vizuri, nimetoka zangu kazini, nimefika sababu na alama ya siku zangu, lakini nitaendelea alama kwa sababu nimeelekea kidogo, so baadaye nikimaliza nitawapa taarifa, lakini pia ndugu zangu bado wanaambieni sio watu ambao wanaweza kuchoka kabisa. Hizo mpaka watu anytime bro, fika kwangu nifike kwako, tufike kwao, tufike kwao, tutaishi vizuri tu bila shida. Mimi wala sina shida na ila kasoro yangu mimi nikasirisha bro. Nikipata hasira mimi bro, unaishi hapo bro. Okay, leo bwana tulikutana na Mauzo na ametoa ile mwenendo wake, na pia kutoka kwa kocha wetu ambaye ni Kilimanjaro alikuwa mstaafu, lakini nafikiri nikasema ni mstaafu kwa sababu na ninaweza pia kuirudia, lakini pia nasema anaweza kufikiria, lakini wachezaji wakiwa na discipline, ni maana kuwaheshimu makocha na kuheshimu kitu ambacho wanatakiwa wafanye. Asante sana. Huyu hapo anaongea hapo ni Smart Boy, ndio niko na hizo. Big up sana bro.